Kristo bora ikiangaza kwa watu, mwenendo bora, tabia njema, wote wajifunze kwangu hakika. Nataka kuwa kama Yesu, nataka ishi kama wewe Yesu, nikiwa nuru kwa watu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapokwenda kwa dhabihu, tutaimba sote wimbo nambari 367. Ni kitambo, twende nyumbani. Lile beti la pili tutaimba sisi washiriki pasipo na praise him. Tuimbe wimbo
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kirumba 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Asubuhi ya leo ni rahisi tu. Mulilalaje by the way? Mulilalaje? Muliamkaje? Mko salama? Mko tayari? Wacha nisiwasumbue sana na maswali mengi, ni rahisi. Swali ni hili. Mwalimu au mhubiri Pastor Munene alituambia twende nyumbani tusome Nehemia ngapi? Siwapatii choice, sema. Mpaka la 8 au 6 mpaka la 8? Huyo amesema ni 6 mpaka la 8. Ni kweli? Kweli upande huu? Sema ndio au la. Ni kweli? Mulisoma? Pastor wewe unashinda ukituuliza tusoma, si unatujua tu. Sisi hatusomi kitu. Si unatujua tu sasa. Si utuache tu kwa amani pastor. Wewe tuhubirie, sisi tuko sawa, tutafuata. Sasa Nehemia ameendelea kujenga ukuta. Nehemia alianza kusema nitakwenda. Kilichomsukuma huyu Nehemia ni kwamba yeye mwenyewe aliuliza ndugu yake Hana jinsi ya Yerusalemu, na wale watu walibaki pale, na alipopewa habari zao na kusikia wanakaa na wanaishi katika hali ya mashutumu, akasema moyoni mwake, nitafanya nini? Halo, nitafanya nini? Na sisi leo tukiangalia dunia na kusikia vile Isaya anavyosema ya kwamba dunia kuvunjika imevunjika sana, nasi tukajitolea na tukasema ya kwamba nitafanya nini? Nikifanya nini?
Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo basi Nehemia ameondoka, ameenda, amefika, ameangalia, amegundua ukuta uko namna gani, sehemu gani inafaa kufanyiwa kazi, na kazi imeanza mara moja. Sura ya 3 tukaona akiwagawa wale walianza, wale ambao ni kuhani wakaingizwa kazini, wazee wakaingizwa kazini, akina mama, watoto wote walikuwa wanafanya kazi ile watakayoweza. Kuna wale wanajenga, kuna wale wanaleta mawe, kuna wale wanapika, kuna wale wanaleta maji. Kila mmoja alikuwa anafanya kazi. Nehemia hakutaka mtu akae chini akiwa hafanyi kazi. Sura ya 3 ni ya pekee sana, ya watenda kazi wote katika nyumba ya Mungu. Lakini pia sura ya 4 tukamuona sasa Sanibalati na Tobaya na Geshemu, maadui wa kazi, enemies of progress. Wao wakaanza kuleta shida, wakaanza kuleta mashutumu, madharau, kukenjeli na dhihaka, jinsi vile shetani anavyotumia hizo njia. Akawavunja moyo. Hata Tobia akasema, hata mbweha akiruka kwa huu ukuta utaanguka chini. Lakini Nehemia akasema, Mungu tukumbuke. Bwana asifiwe. Yuko sasa. Compare your life then and now, before and after. Na kama kuna kitu cha kumshukuru Mungu kwacho, fanya kazi. Hata maadui wakija, wachana na wa maadui. Wewe fanya hivi, fanya hivi. Maadui wakija, wanakukejeli, wanakudhihaki, fanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Wengine si wakubwa sana, unafanya hivi hivi kidogo. Kuna tumaadui tunanishikashika hapa, unatoa tuma. Bwana asifiwe sana. Usishinde hapo, fanya hivi. Hata Yesu akasema, msiwaogope wale hawafanyi nini, hawaui. Mtu tu kuangalia kwa macho mbaya unakasirika siku 3. Amna. Bwana asifiwe sana. Hata pasta akihubiri hubiri ambalo litakukata usikia nitapiga duru, hapana. Bwana asifiwe sana. Usiwe hati na maadui, hakuna haja. Nehemia aliangalia akaona, kushinda ninasumbuana na Sanibalati, sitaki. Hawa watu ambao wanapinga hii kazi, hii ukuta umekuwa umebomoka, it was in ruins, miaka 140, 140 years. Hii ukuta imekaa hivi, ndio mnafurahia. Kuna watu hufurahi sana wakati wewe hauendelei vizuri. Kuna watu hapa wanafurahi wakati wewe msichana, wewe hauna boyfriend. Ukipata boyfriend unasikia unaanza kupata kikao. Tumekuangalia wewe Eunice, wewe tunakuangalia sana wewe Eunice, yani wakati Eunice hakuwa na mtu, hamukumuita. Lakini saa hii amepata mtu, na ni Mungu kaliomba tu, kalikuja kakanyanga hapa, asema nataka kuwa Nehemia. Mungu akapatia naye Nehemia. Alafu unakaanza kukaita, unamuita kikao ya nini? Kamekaa hapa na nyinyi hamsubuki. Mimi nimetoka mbali tu, nimekuja nikaona ka Eunice. Sasa mimi umepita hapo nikikaitisha namba. Ni namba tu, naomba namba yako. Umekuta akinipatia ya mwisho. Hapo mchungaji umeandika 994. 94 ndio unamuitia kikao. 94. Eunice wakija fanya hivi Eunice. It's okay. Kama Mungu ameamua kubariki Eunice kwa makambi, wacha na fanye nini? Wacha kijana, ukiona kijana hapo anatembea, unaona kuna wazazi wengine hapo wanaumia. Wamama sana, wacha wazee. Wamama analia, Mungu, huyu kijana yangu Petero, huyu kijana huyu. Si umupa. Alafu uone Petero anatembea na kasichana. Kuna wazazi wanasema Mungu ni mwema. Hey, Mungu, finally. Kini wengine unaita Petero kikao. Kuja. Anakuta wazee wamekaa. Wazee, wewe ni kijana ambaye ni kijana sawa. Kijana ambaye kanisa hili linategemea. Vijana wanakuangalia. Uwe kielelezo chema. Hali ya kusimama na wadada hapa sio vema.
Sio vyema kuwa mtu mwadilifu bwana. Kama Yusufu, hujasoma Yusufu alimkataa Potifa. Yaani unaweka mtoto wenyewe baridi. Wacha nikwambie, ukimkataza kukutana hapa nje, atatafuta wakati ya kukutana mahali ingine ambao hauoni. Na tena hata wewe jiulize, wewe unakazia huyu Petero, kwani wewe yako ulitafutaje? Huyo mama uko naye ulitafutaje? Yako ilianguka kutoka mbinguni pa? Au hata wewe uliangalia wakati wa makambi ukasema wakati ndio huu. Forward ever, backward never. Leo ni leo, na kama si leo ni sasa hivi, mpaka ukapata mke. Nyinyi akina mama mumekaa hapa, mlitafutwa namna gani? Hata wengine hamukuolewa kwa je inastahili. Mlitoka Sabato kanisani, alafu jioni mmepitia kwenu, umechukua sanduku ya nguo zako, mumeenda. Kesho Sunday uliolewa. Kanisa umekula Pasaka, jioni umeolewa, kesho matangazo, Jumatatu mtoto. Sasa una tutoto twingi tu hapa, ka Jumatatu, Jumapili, Jumatano, Alhamisi, twingi tu. Na tunawaekelea mikono Lakini sasa mimi nimepata tu moja, si uniruhusu hata mimi jamani, wakati ni wangu huu. Watu wengi tunapenda kuharibu wakati mtu amevumilia na hujui ameomba kiasi gani, wakati Mungu anakuja tena unaliharibia. Nehemia mwenyewe alielewa, Sanbalati ni adui, Tobia ni adui, Geshemu ni adui, Waarabu ni adui, Ashdodi ni adui, hawa wengine ni maadui. Nitasimama imara. Kwa hivyo tukaangalia na tukaona shetani akashindwa katika sura ya 4. Sura ya 5 akaanza shida katikati ya watu wenyewe, shida katikati yao, shida from within, na hiyo tukaona ni hatari sana. Hatari sana. Sababu ni shida ambayo imetoka ndani. Sasa leo hii tunaingia sasa. Nehemia anatuelezea nini kilichotokea. Leo tunasema nitakwenda nifanye kazi ya Mungu na kuimaliza. Naomba kila mmoja useme hivyo. Nitakwenda nitaifanya kazi ya Mungu na kuimaliza. Angalia kama huyo jirani mmekaa naye kama anasema hivyo, kwa sababu yaweza kuwa yeye ni Sanbalati. Kama mtu hatasema atafanya kazi ya Mungu na kuimaliza, tafadhali angalia ili mtupatie majina yao, tutawaita kikao. Bwana asifiwe sana. Hebu tuseme sisi wote, nitakwenda nitaifanya kazi ya Mungu na kuimaliza. Kwa hivyo sasa Nehemia sura hii ya 6 anamaliza kazi. Bwana asifiwe sana. Anasimama imara. Kazi lazima ikamilike. Na pia ataweza kujenga watu wa Mungu. Kwa hivyo hizi sura 3, sura ya 6 kazi itamalizika, na sura ya 7 ataongea na watu na wataimaliza kazi. He will rebuild the people himself in those 3 chapters. Hizo sura ya 3, sura ya 6 atasimama imara, he will stand firm. Sura ya 7 kazi itamalizika na itafanyika pia katika maisha ya watu, pamoja na sura ile ya 8. Leo hii ningependa ujue ya kwamba Mungu akiwa mbinguni anawatafuta watu waume kwa wake, ambao sio tu wataanzisha kazi ya Mungu, lakini wale watakaofanya nini? Watakaoimaliza hiyo kazi. God is looking for men and women who not only begin his work but also finish it. Na sio tu kumaliza kazi, lakini pia kuongoza wengine kwa kufuata neno la Mungu, and who lead others back to his work. Let me say this again. God is looking for men and women who not only begin his work and but also finish it. Who not only begin his work but also finish it, and lead others back to his word. Mungu anawatafuta waume kwa wake ambao wataanzisha kazi na pia wataimaliza,
na watawarejesha watu katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasema katika fungu la 15 hadi 16, hiyo Nehemia 6, anasema ya kwamba basi ukuta ukakamilika. Tuseme nini? Yani ukuta ikimkamilika, na vile huyu mtu amepitana na mashinda nyingi, mtampatia hiyo kaamina tu kandogo hivyo, simujaribu kuongeza nguvu jamani. Basi ukuta ukakamilika. Hiyo ni jambo la pekee sana. The war is finished. The war is completed. Na sio hiyo tu, inasema kwa siku 52. It was finished in 15 days. Kile kinanifurahisha ni kile kinachofuata, fungu la 16. Anasema ya kwamba na maadui waliposikia hivyo wakakiri na kusema hii ni kazi ya Mungu. Tutaiona hapo mbele. Kuna mishonari mmoja ambaye alipeana hadithi ya watu ambao walikuwa wanajenga daraja. So they were building a bridge. Lakini in the process ya kujenga ile daraja they got disappointed. Wakakata tamaa. They got disappointed. So they stopped. Wakaacha kujenga ile daraja. Hawakumaliza daraja. Ni kweli msingi umewekwa na wamefanya kazi miezi. Ni kweli the pillars. Pillars ni nini? Shina? Lazima nguzo zikasimamishwa, ni sawa. Lakini kabla ya kumaliza kazi wakawa discouraged. Wakavunjika nyoyo zao kwa sababu tu fulani. Wengine wakawacha wakaenda, wengine wanagombana, wengine wanalalamika, wengine wakachanganyikiwa na kukorogwa mawazo yao, wameacha kazi. Na hii daraja ikabaki vile, lakini ikabaki ikiwa hatari. Ni hatari kwa sababu haikukamilika. Na watu wakafikiria iko sawa. They just assumed, they played safe. Wakafikiria kwamba iko sawa na wanaweza itumia. Lakini wengi walikuja kuanguka mbele ya hiyo daraja huko mbele. Wengine wanakuja tu wanaweza hawajui kule mbele kuna hatari, wameanguka. Wameangamia. Wachache walinusurika. You know, the greatest danger was not that they never started. Hatari kubwa si kwamba hawakuwa wameanza, walikuwa wameanza. Hatari kubwa ni kwamba hawakuikamilisha. The greatest danger is not that they never began, but that they never finished. Hawakumaliza. Wakristo wengi siku ya leo ni kama hao watu ambao hawakumaliza hilo daraja. Wakristo wengi siku ya leo wako na kazi ambayo inastahili kuisha, lakini hawakumaliza. Wanaanza kuhudumu lakini hawamalizi. Unaanza vizuri mwakani lakini haumalizi. They start serving, they started praying, they started preaching, they started ministries, they start rebuilding, they start working, they start anything, but they never finish. Haumalizi. Umeanza huduma, umeanza maombi, hata wengine tunaomba usiku, unajikumbuka ukiomba ukiwa kwa kitanda, unaomba lakini ukumbuki ukisema amina. I remember nikianza maombi lakini kumbe ulilala katikati. Yesu naye anakuangalia anangojea utamaliza hii kitu ama ni namna gani? Asubuhi niwaambia hizi pole Yesu. Haukumaliza. Nehemia anatufundisha ya kwamba kuanza sio hoja sana kama kumaliza. Na kama hautamaliza usifanye nini? Kama hautamaliza usifanye nini? Usianze. Don't start. If you are not going to finish, do not finish. It is not about starting. It is about finishing faithfully. Watu wengi katika waja wa Ukristo, katika mbio za Ukristo, in the Christian race, wanaanza, wanasema on to your marks, wanakimbia, lakini wanaachia katikati. They never finish. Mungu anatafuta wale watakaomaliza kazi. God is looking for the people that will finish. Anatafuta watu watakaosema kama Paulo ya kwamba nimevipiga hivi vita vilivyo bora. Nimepiga mbio na nimeiweka imani. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hiyo ni Timotheo wa 2:4 na fungu la 7.
Paulo amefikia mwisho. Anasema namshukuru Mungu kwa sababu vita nimepigana, lakini nimepiga vita vilivyo bora. Ndiyo nimekimbia na nimeumaliza mwendo. Na imani nimeiweka. Mungu anatafuta wale watu watasema nitakwenda nikimsubiri Yesu na nitaumaliza mwendo salama. Nitamaliza hii safari. Ni ngumu lakini nitamaliza. Safari ni ngumu lakini nitamaliza. Nimechoka lakini nitasonga mbele. Nasikia kuacha lakini kuna msukumo, kwa sababu nikiangalia pale mbele, Bwana anasema ya kwamba kuna tundu iko pale mbele, na sisi sio wale wanarudi nyuma, sisi ni wale wanaomaliza mwendo. Bwana asifiwe sana. Lazima tumalize mwendo. Na ndio unaona Nehemia anatupatia sura ya 6 ambayo inasema maliza kazi. Sura ya 6 ni ya kumaliza kazi. Sura ya 7 ni ya kurejesha watu, ni ya kuwarejesha watu. Na sura ya 8 ni kurudisha watu kwa neno la Mungu. Sura ya 6 nimesema is finishing the work. Chapter 7 is restoring the people. And chapter 8 is returning the people to the word of the Lord. Lazima warudishwe kwa kusoma neno la Mungu, kwa sababu hilo ndilo litakalo tuongoza. Ukuta umekamilika, lakini bado kuna malango. The walls are okay. The wall is completed, but we still have some gates that are not completed yet. Kuna gates hapa na pale ambazo pia zinastahili kufanyiwa kazi. Na adui ameelewa. Adui kuna kitu kimoja amejua. Hawa Sanballat na Tobia na Geshemu, hawa watu wakosi hata kazini kwako au kanisani. They will always be there. Now they never give up. Walipogundua ya kwamba hawakustopisha. Mnajua kustopisha? Hiyo unajua mimi ni wa Nairobi. Nairobi Kiswahili yetu ni sawa sana. Safi. Unaweza itumia vile upendavyo na itakuwa sawa. Hapa unamakinika. Ni kwetu kule kustopisha, yani unasimamisha. Kule unaweza sema tunasimamanga na kuketingi, tukichekanga, tukiendanga. Kule tuko sawa, hatupangwingwi. Tuko si Nairobi iko sawa. Ni hapa lazima weke. Anyway, sasa hawa maadui walipogundua hawawezi, wakafanya nini? Wakastopisha kazi. Wakasimamisha kazi ya Mungu. Wakabadili the strategy. When the devil realizes that he cannot keep you from doing the work or stopping you from doing the work, he will change his strategy. He will change his tactic. Atabadilisha. Kwa hivyo sasa, badala ya ku-attack ukuta, they now start attacking the workers. Sasa wataanza kuingilia wale wanafanya kazi. Na shetani anajua ya kwamba hawezi akaharibu kazi ya Mungu. Na akijua ya kwamba hawezi kuharibu hiyo kazi, kile atafanya ni kuvunja moyo wa wale wanaofanya kazi. He will try as much as possible to discourage those who that are working for the Lord. Hakuna kitu kimebadilika leo. Shetani anafanya the same. He attacks pastors, he attacks elders, he attacks leaders, he attacks families, he attacks young people. Hivyo shetani ndivyo anafanya. Leo anaingilia wachungaji, anaingilia wazee wa kanisa, viongozi, kina mama, wazee, familia, jamii, wote. Anaingilia wote. He cares less. He attacks those who are building God's kingdom. Wale wanajenga ufalme wa Mungu, anawaingilia. And now you have to understand. You have to know. Wakati shetani anakuja, usimame imara. So let us talk kidogo kwa hii kazi ya Mungu. Acha tuongee sasa kidogo kuhusu hii kazi ya Mungu. Nakupatia point chache tu na nikuache. Point ya kwanza. Point number 1. God's work requires perseverance. God's work requires perseverance. Ya kwamba kazi ya Mungu inahitaji uvumilivu. Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Kwa hivyo kazi ya Mungu inataka uvumilivu. Hiyo ni Nehemia 6 fungu la 1 hadi fungu la 14. Nehemia 6 verse 1 through 14. Anatuonyesha jinsi alisimama. Adui alijaribu
Adui alijaribu kwa njia gani? Hebu nikuelezee njia 4 zile adui alijaribu. 4 strategies ambayo adui atatumia. Mikakati 4 shetani anayotumia au adui atatumia. Ya kwanza, mkakati wa kwanza shetani atatumia kukuvunja moyo, kuharibu kazi unayofanya ni hapa mtanisaidia. Distract. What is to distract? Distraction. Unajua distraction, ulikuwa unafanya hivi ala ku distract, unajipata unafanya kitu kingine. What is distraction kwa Kiswahili? Distraction. Kukuvuruga. Wacha tuseme anakuvuruga. Anakuvuruga au anakukoroga mawazo. Unachanganyikiwa. Badala ufanye kile, anakuletea shughuli zingine. Ulikuwa unaenda hivi, unashughulika hivi. Ndio unaona hata watu wengi wanapanga hata mwanzo wa mwaka, kiongozi anakuja anasema mwaka huu tutakuwa na hili, mwezi wa 2 na mwezi wa 5 tutafanya hivi, na mwezi wa 9 tutafanya hivi, tukimaliza mwaka tutamaliza na hiki. Alafu huo mwaka shetani analeta vituko ile hujaona dunia hii. Unasahau ile mlisema, ile mlipanga, ile hata watu mwisho wa mwaka wanakuza si ulisema hivi. Distraction. Shetani anapenda hivyo sana. Na hii ndiyo ambayo Sanballat anasema. You know what he is doing? Wale walisoma hiyo sura ya 6. Uliona Sanballat akimuita Nehemia. Anamwambia, "Jo, tukutane katika uwanja wa Ono. Come, let us meet." Kuja tuongee. Ni yeye alikuwa anapinga kazi. Alafu anakuambia, "Jo, tuongee nini? Tuongee nini?" Nehemia akamwambia, "Siwezi." Anasema, "Ninafanya kazi muhimu sana ya Mungu. I am very busy with God's work. I don't have time for my enemies. I don't have that time." Na Nehemia alimaliza akasema kwamba because they intended to harm me. Walitaka kunimaliza. Kwa hivyo sitashuka. Kuna watu watakuita usiende. Kwanza akiwa ni adui yako. Na kuna wengine wajinga tu wewe unaenda. Wewe ni kasichana nilikuuliza ulinikataa. Sasa nakuita wakati wa giza, hebu kuja tukutane hapa. Usikwende. Usiende. Niangalie tu. Kuna wengine wanakuita si kwa sababu wanataka kukujenga, lakini ni kwa kukuvunja moyo. Nehemia akasema, "I am doing a great work and I cannot come down." Ninafanya kazi muhimu na siwezi nikafanya nini? Nikashuka. Mtu wako basement, wewe uko juu. Huko juu simu inashika. Mtu anakusumbua wako basement, wewe unarudi basement. Wengine vita zetu tunapigana, kuna vita hustahili kupigana hata kanisani. Vita zingine ni za msongareli. Vita zingine ni za square hapa. Wachana. Ambia mtu mimi sipiganangi hitu vita hii ya msongareli. Napigananga za ndovu. Na ngoja vita ya ndovu hiyo ndio mimi napigana. Tu vitu tudogo tu unaona mzee wa kanisa wamekaa masaa 10. Na nikamutu tu hapa kamesumbua kanisa. Mpaka kazi ya Mungu inasimama. Distraction. Mambo mengine tunakaa kupanga. Tungekuwa pale nje tukihubiri injili. Tusaidie dunia kuelewa Yesu ni nani. Lakini tuko hapa. Wewe ni mshiriki. Umekaa kanisani miaka nenda miaka rudi. Unasumbua sisi. Baraza inakaa kwa sababu yako. Badala tukae tufikirie juu ya kwenda kuhubiri. Tunaongea juu yako. Ati ulilima mke wako ngumi ukang'oa meno 2. Sasa tuko hapa tukifikiria hiyo meno utalipa. Meno si hapana. Nehemia alisema sishuki. Ninafanya kazi ya nani? Ya Mungu. Lazima na sisi tuzoee kusema sishuki. Especially ukijua ni distractions. Ulisoma ukaona pia walipokaa akakataa. Waliweza kutumia mwingine akimwambia twende kanisani. Sishuki. Kuna mtu alikuwa anaitwa Abinaeri wa Neli katika kitabu cha Samueli 2. Samueli wa 2:3 fungu la 22 hadi 34. Samueli wa 2 ukisoma 3 fungu la 22 hadi 34. Kuna mtu utapata anaitwa Abinaeri wa Neli ambaye alikuwa ameua ndugu yake Joabu. Joabu alikuwa ni komanda wa jeshi ya Daudi. Na Yoabu akaweka moyoni wako kwa jeshi, lakini akajua uliua my brother wewe. Lakini hakuna kitu angefanya. Siku moja huyu Abinaeri alikuja kwa Daudi. Alipokuja kwa Daudi wakaongea na akamfukuza, akamwambia enda go. Wakati Joabu alipokuja akagundua huyu Abinaeri alikuwa hapa kwa Daudi. Na Daudi amemruhusu aende. Joabu akauliza, "Kwa nini? Daudi, why?" Huyu ni adui.
tungemaliza yeye. Lakini kwa nini? Daudi akamwambia nope. Huyu Joab akatoka akatuma watu wamlete na wakamtumania huyu Abineri wa Neri. Abineri wa Neri amekuja, akaitwa na Joabu hapo kando. Masaa ya jioni hapo kando. Hapo. Walipofika hapo kando, hati anamnong'onezea, alikuwa na kisu, kumbe alikuwa na kisu. Akadunga Abineri kwa tumbo, akamaliza. Abineri amekufa. Wakati wa mazishi, wakati huyo anazikwa, Daudi alimulilia sana. Ukifika fungu la 34, Daudi analia akisema, Abineri wa Neri, Abineri wa Neri, mbona umekufa kifo cha kijinga? Why have you died a fool's death? Mikono haukuwa umefungwa, miguu haukuwa umefungwa, si ungekimbia, si ungepigana, unakufa kifo cha kijinga. You died as a fool. Na alilani nyumba ya huyu Joab sana, akimwambia nyumba yako hakutakosa kuwa na watu wa ukoma wewe. But he's dead, dying a fool's death. Hata wewe ukifa, usikufe kifo cha kijinga. Kama ni lazima ufe kile kifo kina werevu, kina hekima. Sasa wewe sijui ni gani, lakini wewe tafuta tu. Tafuta ile. Tafuta ile kifo itakuwa na imeenda shule. Kwacha kukufa kijinga hapa. Kukufa tu. Wewe unakaa tu kanisani unaimba. Poleni nimeingilia tusichana sana, lakini mtanishanga. Unaimba hapa Praise and Worship na unakuja unashika kale kijiti tunakutisi. Tunakufuata hapa kanisa nzima ya Kibruba. Una control hapa na kijiti tu na tunakufuata tu. Kasichana kazuri. Kijiti. Halafu kesho tusikie umeolewa jana. Sasa hiyo ni nini? Kifo cha kijinga. Wacha wasichana niwaambie kitu, kama mtaolewa, usikubali kuchukuliwa na kijana muende kando hati muone, hapana. Hiyo haikuangi na faida. Hii ya kuja hapa iko na faida mingi sana. Hii tunakaa, tunafikiria, tunaweka kamati, tunakutafutia magari, tunakutafutia na siku ya harusi tunakupatia mazawadi, masufuria, masahani, mavikombe, masaa ya ukuta na kila utaenda na vitu bwana. Kijana, usijali hata kama una sufuria sahi. Wewe fanya harusi. Fanya harusi peke yake baba. Fanya harusi uone vile tutakuja. Na siku hiyo tunakuimbia kina mama, tunaimbia wewe. Hiyo sio kwaya na hakuna kale kijiti ulituimbia. Siku hiyo tunaimba msichana yetu tunakubalisha. Wewe mjinga, unaokolewa hapa, unakotoa hapa saa 7 ya makambi, unaolewa saa 8. Na hapa usikufe kifo cha nini kasichana? Hata kijana akwambia, umwambie mimi si mjinga. Kwani unafikiri mimi ni mjinga kiasi hicho? Panga! Tutaenda kwa wazazi. Mimi niko na wazazi. Tutaenda kanisani, mimi niko na pasta. Na nitakanyanga, hutanikanyangia, ni hapa na nitaanza mwisho. Watu watasimama kanisani siku naona hawakusimamizi kuishi. Lakini siku hiyo tutasimama wote, maana umefanya kitu ya uerevu. Utaokoto hapa, tunakuhurumia, umekufa kifo za kijinga. Na wewe kijana, na wewe hiyo vitu yote imeenda wapi sasa? Umepoteza sufuria, umepoteza sahani, umepoteza vikombe, umepoteza suti tungekupatia bure, ungebebwa, ungepewa driver. Hutaiona hiyo kwa siku zote za maisha yako. Utaona wakati wa mazishi tukikubeba hivyo. Hiyo siku utabebwa. Kama unataka kubebwa na gari ya maana, fanya nini? Na ufanye kitu ya uere. Hapa si ni sawa watoto yangu. Hata Yesu atafurahi akiwa mbinguni. Nehemia mwenyewe alielewa. Alisema, I'm not coming for arguments. I'm not coming down. I'm not boarding. Sishuki, kazi ya Mungu nitafanya. Nitafanya kazi ya Mungu. Hata Yesu aje duniani, mpaka Yesu aje anichukue. Shetani hawezi akakustopisha kazi kama hutakubali. Kwa hivyo ni lazima wewe mwenyewe ujitolee na ufanye. Don't let him stop you. He will distract you, lakini hutaki. Stay on course. Endelea ukijua ulitoka wapi na unaenda wapi, ukielekea wapi. Jambo lingine, strategy ya pili shetani hutumia inaitwa intimidation. He intimidates you, anakufanya ujisikie uko chini yake. He intimidates you. Sijui intimidation ni nini, wewe utatafuta intimidation ni nini. Lakini hii yote Nehemia alisikia, lakini hakuacha kujenga. Jambo lingine shetani hutumia ni uoga, fear.
Another strategy ni uoga. Anaweka uoga kwako kanisani, kila mahali. Na unajua vile alifanya? Kuna jamaa mmoja anaitwa Shemaia katika hiyo sura ya 6. Shemaia yeye mwenyewe amekuja ameambia Nehemia aenda ujifiche kanisani. Ina sound sawa lakini ni wrong. Nehemia akasema I cannot run. I cannot. Sitakimbia maadui zangu. Kwa nini? Kwa sababu imani haitoroki. Imani haikimbii. Imani inakabiliana. That's what the faith encounters. Faith does not retrieve. Faith does not give up. Faith does not surrender. Imani haitoroki. Imani haiogopi. Biblia inasema ya kwamba penye imani hakuna uoga. Pahali penye uoga hakuna imani. Huwezi ukaweka imani na uoga katika same sentence. You cannot. Moja ndiyo itakaa peke yake. Kwa hivyo kama una imani hautakimbia. Daudi hakukimbia Goliathi, alikimbia towards Goliathi na akamwambia nakuja kwako katika jina la Yesu. Imani inakufanya ukute Goliathi. Mwambie zitorokei hata kama wewe ni mkubwa kiasi gani. Wale wanaume wengine wameishi wakikimbia hapa siku 40 asubuhi na jioni. I don't run. Wewe unahitaji jiwe moja hata sio 5. Aliokota 5. Akaweka 4. Akasema huyu ni jiwe moja peke yake. Hiyo inaitwa imani. One stone. Takulima na moja kwa sababu ni imani. Kwa hivyo shetani anatumia uoga ili atumalize tusimalize kazi. Shetani anatumia haya mambo yote hata na uongo na mingi tu kukudanganya. Haya, point ya pili. Point number 2. Kazi ya Mungu. Ya kwanza niliwaambia point number 1 niliwaambia nini? God's work requires perseverance. Kazi ya Mungu inahitaji uvumilivu. Point ya pili, kazi ya Mungu lazima ikamilike. Hiyo ni moto yako. God's work must be finished. Hiyo ni Nehemia 6 fungu la 15 hadi 19. Ya kwamba kazi ya Mungu lazima itakamilika. Na fungu la 15 ni la maana sana katika Biblia. Nehemiah 6 verse 15 is very important. It's a very important text in the Bible. Inasema so the wall was finished. Ukuta umekamilika. Maneno mazuri, maneno matamu. Kwa sababu ni wachache humaliza kazi. Wachache. Lakini tunaambiwa tumalize. Yesu mwenyewe alimaliza. Alipoenda pale kwa Calvary, alisema imefanya nini? Imekwisha. Na hata hivi karibuni atasema imekwisha. Paulo alisema nimeumaliza mwendo. I have finished the race. Nehemia alisema nini? I have finished. Nehemia anasema nimemaliza. Siku 40, siku 52, 52 days. The walls had remained broken for nearly 140 days. Yes. Ukuta umeishi umebomoka siku miaka 144. Lakini wakati watu wa Mungu walipounganikana pamoja, wakati kanisa lilikuja pamoja, lilimaliza safari hiyo ya kujenga ukuta huu kwa siku 52. Tuseme nini? Wakati watu wa Mungu wameunganikana, wamekuwa kitu kimoja, tutafanya makubwa. Jana nilikuambia alone you will go fast. Together we will go far. Nilisema ukiwa peke yako utaenda haraka, lakini tukiwa wengi tutaenda mbali. Tutaenda mbali sana tukiwa wengi. Adui alikuja kuelewa kazi ya Mungu. Kuna fungu nataka naomba niisome. Iko sawa sana ili fungu la 16. Hebu nianze fungu la 15. Anasema basi huo ukuta ukamalizika. 16. Ikawa, naomba msikie hii. Ikawa adui zetu wote waliposikia, ndipo makafiri wote waliotuzunguka wakaogopa, nao wakakata tamaa sana machoni pao wenyewe, maana waliitambua kazi hiyo ilivyotendwa na Mungu wetu. Bwana asifiwe. It came a time when the enemy declared, this is God's work. Bwana asifiwe. It came a time when the enemy feared. Ilifika mahali wakati adui hata yeye alikiri ya kwamba hii kazi si mwanadamu. Adui, wacheni tufanye kazi ya Mungu mpaka tuchanganye maadui. Bwana asifiwe. Wacha tuwatangane waweze kutangaza. Nebukadneza katika kitabu cha Danieli 3, ukianza fungu la 28 pale,
Wakati alipowarusha wale vijana katika tanuru la moto na hawakuchomeka, walipotoka, yeye ndiye aliyetangaza, hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa hivi kama Mungu wa Shadraki na Meshaki na Abednego, ambaye aliwaokoa kutoka kwa moto. Bwana asifiwe. Mfalme alikuwa ni adui kabla ya kazi kufanyika. Kazi ilipofanyika akawa ni mhubiri. Bwana asifiwe. Simama imara, usiogope, kwa sababu huyo adui ndiye atakayekuja kukiri ya kwamba hii ni kazi ya Mungu, hii si mwanadamu, huyu ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Oh, beautiful verse. A beautiful verse. I cannot wait to hear my enemies declare ya kwamba kumbe Mungu wako ndiye alikuwa Mungu wa kweli. Mama usijali, baba usijali, ng'ang'ana hii na tutoto yako tu, ng'ang'ana tu, usijali, ng'ang'ana tu. Katakuwa ng'ang'ana tu, siku moja katasimama hapa. Useme Mungu ni mwema. Wale walifikiri hutafaulu ndio watatoa uimbaji. Mungu ni mwema. The enemies admitted, maadui walikuja kukiri na wakakubali. Wapenzi, ni lazima tumalize kazi ya Mungu. Huduma lazima tuimalize. Ni lazima tuumalize mwendo. Ni lazima tumalize mahubiri. Ni lazima tumalize makambi. Ni lazima tuumalize mwaka. Ni lazima tumalize ujenzi wa kanisa. Do not leave God's assignment unfinished. Let me say that again. Do not leave God's assignment unfinished. Usiache kazi ya Mungu au jukumu la Mungu likiwa halijakamilika. So God's work must be finished. Point ya tatu, point number 3. God's work must be restorative. Kazi ya Mungu iwe ni kazi ya kurejesha watu wake, to restore people, kurudisha watu katika njia inayostahili. Na hivi ndivyo inavyofanyika. Wakati Nehemia kazi imemalizika ya ujenzi, ameanza kuwatafuta watu waweze kufanya kazi. Because walls cannot save people. Kuta hazitajenga watu. No. Buildings cannot create revival. Jengo halitatengeneza revival meetings. Programs haziwezi. Watu wana maana sana hata kuliko ukuta. Kwa hivyo ukimaliza ukuta, jali. Tukimaliza kanisa hili, jali watu wenyewe. Na kwa hivyo alifanya nini Nehemia? Alianza kuorganize watu. Akafanya nini? Akachagua viongozi. Akachagua wale watasimama pale kwa gate, wanaitwa gatekeepers. Akaweka Walawi ambao watasimamia hiyo kazi. Akaweka appointed leaders wa familia. Ameweza kupatia kila mmoja kazi atakayoifanya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu wa mpango. Leo hii Mungu ametuachia kazi. Miongoni mwetu kuna waimbaji, miongoni mwetu kuna wahubiri, miongoni mwetu kuna viongozi, miongoni mwetu kuna wale ambao wanatushauri, miongoni mwetu kuna wale watafanya hili, watafanya lile, miongoni mwetu kuna wale watasafisha, wao ni watu wenye usafi, miongoni mwetu kuna watu wa Hope Channel, miongoni mwetu kuna watu ambao ni wa vyombo, kila mtu ako na jukumu la kwake. Wengine ni maombi tu na wanafanya kazi kubwa, wanatuombea na Mungu anasikia na tunabarikiwa. Wengine ni wa ku-encourage. Kazi yako wewe una-encourage vijana, una-encourage kina mama, unafariji, una-encourage, unawapatia moyo, unawapatia nguvu. Kwa wachungaji, unaambia Pastor Munene, it's okay pastor, najua umechoka lakini jipe moyo baba. It goes far. Inaenda mbali sana. Hivyo ndivyo Nehemia anavyosema. Anasema ya kwamba hata kama kuta zimekamilika, watu nao namna gani? Kujali watu ni kitu cha maana sana. So God is not only building walls, He is rebuilding people. What did I say? God is not only rebuilding walls, He is also rebuilding people. Mungu sio kuta tu anajenga hata watu. Point ya 4 tunapotamatisha. Point ya 4. Point number 4. True revival begins with God's word. Uhuisho wa kweli huanza na neno la Mungu. True revival begins with God's word. Hiyo ni Nehemia 8 fungu la 1 hadi la 12. Wale mlisoma hii Nehemia 8 mliona watu wamejitolea, wamesimama wasikie neno.
neno ambalo ni la pekee sana katika sura hii. Fungu linasema ya kwamba the people gathered voluntarily. Watu walikusanyika wengi, wakati wamemaliza ukuta wakaja wakakusanyikana wote bila kusurutishwa, bila kusukumwa. Nobody forced them. Lakini wamekuja kufanya nini? Wasikie neno likisomwa. Na Ezra akachukua kitabu cha sheria. Amechukua kitabu cha sheria ili aweze kusoma. Neno nzuri sana. Watu, jambo la kwanza, walikuwa na jana kiu la neno. Ezra alisimama, watu walisimama, Ezra akiwa kwa jukwaa. Mnajua walisimama masaa mangapi? Unajua alihubiri masaa mangapi? Alihubiri masaa 6, kutoka asubuhi mpaka saa 6. Watu wamesimama, sio kuketi, kusimama. Wamejenga ukuta. Sasa wakati wa kujenga roho zao ndo huu. Wamesomewa neno na wanasema ndio, wanasomewa wanasema ndio, walisimama imara. Talk of the word of the Lord. Kuna wakati uhuisho unakuja na watu wamehuishwa, they are revived and the time to reform is now. Neno linahubiriwa wakisikiza, linasomwa wakisikiza. Wananisikiza hili neno. Kuna wakati wahubiri wanahubiri mpaka wanasahau saa ya kumaliza. Mmoja wao ni Yesu. Kuna siku Yesu alihubiri akahubiri hata na Yesu naye. Yaani akahubiri. Wanafunzi wakaja wakamwambia, we, ngoja. Wacha watu waende nyumbani, usiku imefika. Hawana magari na hata hawajakula, ili wakute maduka imefunguliwa wapate kitu ya. Wanakumbusha Yesu. Hata Yesu alisahau. Akamwambia, simwapatie kitu ya kula. Kwa nini mnawatuma? Tafuteni chakula hapa. Wakasema tutoe wapi? Wakauliza Yesu, unajua hii ni watu yangapi? Hii watu yote, hata tukifanya hesabu pesa ile yote tumesave itatosha kweli? Akasema tafuta kitu. Andrea akapata mikate, hiyo ndio iliwaokoa. Yesu alihubiri mpaka akasahau masaa ya kumaliza. Paulo mwenyewe kuna siku alihubiri, amehubiri Sabato, wameenda Bible study, mahubiri watu wakafika wataki amalize, akahubiri mpaka usiku ya manane. Kakijana kamekaa kwa dirisha. Kakijana wenyewe kamesikia mahubiri mpaka kamerara. Bu. Kaka, mbona kajua hiyo kijana? Kanaitangwa nani? Utiko, right? Matendo ya Mitume 20. Kama mtoto ya wenyewe kameanguka. Paulo amehubiri mpaka saa 6 ya usiku. Unaona kama sisi siku hizi tutakoa mpaka saa 6 ya usiku? Pastor, atisa ukihubiri risali moja tunaweza atamaliza kweli? Mnaona kama ako na dalili? Ni kama leo sina dalili ya kumaliza. Lakini anyhow, hawa watu wamejenga ukuta, ni sawa. Tumejenga ukuta, ni sawa. Tumetoa pesa ya makambi, sawa. Tumetoa pesa ya mahubiri, sawa. Tumetoa pesa ya kwenda Zanzibar, sawa. Tumetoa pesa ya kwenda kuhubiri Uganda, sawa. Lakini swali kubwa ni hili: je, tumejengeka ndani? Tumejengeka kiroho? Ndiyo sura ya 8 inasema. Ni sawa kujenga hekalu, lakini nyinyi ndiyo hekalu la Bwana. Tujenge roho zetu, tujengeke katika roho zetu. Bwana asifiwe. So watu wakasikia neno, wamelisikia, walikuwa na kiu, na revival imekuja, wako tayari. Wamesomewa neno la Mungu, wakiwa wamesimama, wameinua mikono yao, wamesema amen, wamesema haleluya. Wengine wanasimama kwa sababu ya vile ambavyo wanalisikia neno. Ukiona mtu amesema amen, usimwangalie. Hujui yeye na Yesu wana uhusiano gani. Anajua kule Yesu alimtoa. Ukiona mtu amesema, anasema haleluya, usijali. Kichwa iko sawa kabisa, iko sawa. Ni kukumbuka, anakumbuka kule Yesu amemtoa. Bwana asifiwe. Inaitwa revival. Revival ikiingia, watu hawatasukuma kuambiwa mnasema nini. Ndio wanastuka, oh amen, alafu wanasahau. Revival ikiingia, kwa sababu neno la Mungu limesomwa na neno limeanza kufanya kazi ndani yao. Walielewa neno hili la Mungu, walifanya kazi ya Mungu, walisikia ya kwamba wakati ndio huu ili tuweze kufanya kazi hii ya Mungu. Ukiwa na madawa kwa mfuko hayata kutibu mpaka unywe hayo madawa. Neno la Mungu tuko nalo, tulisome ili tuweze kusaidika. Bwana asifiwe. Kuwa na Biblia ni sawa, lakini kusoma pia ni tofauti.
You can own a Bible but you don't know the Bible. Soma ili uweze kusaidika. Walilia waliposikia neno la Mungu. Nimesema ya kwamba walikuwa namna gani? Walikuwa na jana kiu na limesomwa. Lililosomwa wakalia, they wept. Walilia kwa sikia mguzo ambao Mungu amewapatia na kuona vile amefanya kazi ya pekee. Na pia sio tu ku weep, they did not only weep, sio tu kulia, lakini pia walishangilia, they rejoiced. Walifurahia, they celebrated neno hili la Mungu na kazi ambayo Mungu amewasaidia kufanya. Walisimama imara. Kuta gani siku ya leo tunafaa kujenga? Mungu ametupatia kazi. Tafadhali ulianza kazi, maliza hiyo kazi ulioanza. Wewe ni kiongozi, maliza. Jukumu umepewa, maliza, kamilisha. Wachache tu ukamilisha, lakini usiwe kati ya hao wachache. Finish it. Ni kuta gani ambazo tunazungumzia hapa? The wall of commitment. The wall of commitment. Kuna kuta za kujitoa. Maliza. The wall of holiness. Ukuta ya utakatifu. Be ye perfect. Maliza. The wall of biblical truth. Ukuta wa ukweli wa neno la Mungu. Acha opinion zako, fuata Biblia. Maliza. Ukuta wa kuabudu, the wall of worship. Maliza. The wall of mission. Ukuta wa kueneza injili. Maliza. Kila mtu ana ukuta ambao amejiwekea. Ukiangalia Nehemia mwenyewe na umwangalie Yesu, unakuja kukubaliana nami ya kwamba kile Nehemia alifanya ndicho Yesu alichofanya. Ukiwalinganisha, hebu nikulinganishie Nehemia na Yesu, nikuonyesha kile ninachomaanisha. Nehemia mwenyewe alikataa kukaa kwa mfalme. He refused kukaa tu kwa mfalme. Akajitoa kwenda kujenga. Yesu, Biblia inasema katika Wafilipi 2:5 fungu mpaka 8, alikataa kuembrace uungu. Aliacha uungu akaja duniani. Nehemia alikataa kushuka kutoka kwa kujenga ukuta alipoitwa na Sanballat. Alikataa. He refused to come down. Yesu alikataa kushuka kutoka kwa msalaba. He refused to come down from the cross. Nehemia alimaliza kujenga Yerusalemi. Nehemia alimaliza kujenga ukuta wa Yerusalemi. Naye Yesu anakamilisha kazi ya ujenzi wa roho zetu. Nehemia aliweza kuleta ile Yerusalemi katika utukufu wake. Yesu anasema, ninaleta watu wangu katika nchi ya Yerusalemi, au katika jiji la Yerusalemi. Nehemia aliita watu wote waje wamshukuru Mungu wakisomewa neno la Mungu. Yesu aliwaambia wakae katika nyumba yake takatifu, kanisa. Nehemia alifanya kazi ile ambayo Yesu mwenyewe pia anafanya. Wewe nawe ukifanya hiyo kazi unafanya leo, fanya ukijua kwamba mbingu inakuangalia, na tujue hakika kama tumeanza kazi, tumalize kazi ya mikono na isiwe ndo mwisho. Kuna kazi ya kiroho ambayo Mungu anataka tumalize. Anapenda amalize kazi aliyoanza ndani yako. Wahibrania 12 fungu la 1 anasema ya kwamba tuweze let us fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebu tukaze macho yetu kwa Yesu, kwa sababu yeye ndiye chanzo na mwisho wa imani yetu. Kazi umeanza, mtarajie Yesu, mtazame Yesu. Hata ukishindwa, songa tu mbele, atakupatia nguvu. Kuna kazi amekupatia, tufanye kazi. Tunaposema nitakwenda nikimsubiri Yesu, ni kweli. Lakini jana tukakubaliana, we will do what waiters do. Tutafanya kazi ya Mungu. Yawezekana umekaa hapa nawe mwenyewe haujamkubali huyu Yesu, lakini ungependa awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. I would like to welcome you. Nauliza kila mmoja tusimame. Tusimame sote. Na nataka kuomba na huyu ndugu, huyu dada. Dakika 3 minutes, if you can be able to come up. Yule ambaye anasema mimi nataka nimkubali huyu Yesu, njoo. Yule anasema ya kwamba ningependa nibatizwe, sijabatizwa, lakini napenda niandaliwe kwa ubatizo. Tafadhali nyanyuka mbele, jo, tuombe na wewe. Yawezekana uko hapa, lakini kuna kazi ulianza na haukumaliza, na ungependa kuirudia ili uimalize. Pia jo. Kuna uwezekano ulianza kazi
labda ni biashara, labda hujui ni chochote, pesa zikakosa na ungeomba Yesu akusaidie umalize. Njoo. Yaweza kuwa ulianza shule ikashindikana kwa sababu hii au nyingine, lakini leo hii unataka ukutane na huyu Yesu uwe kama Nehemia. Pia njoo. Kategoria ile pali unajisikia wewe ndio uko hapo, ni wewe nangojea. Hatutashinda tukiita sitani sana, ni dakika moja peke yake, maana unajijua. You are ready, njoo. Hatutakusukuma sana. Hatutakusukuma sana. Kama ni ubatizo, njoo. Kama ni ugonjwa, njoo. Kama ni biashara, njoo. Kama ni kumaliza safari, njoo. Chochote unachofanya na unasikia hii imekwama, kuna mahali umekwama, njoo. Imani yako ndio itakayo kufungua. Your faith will clear you. Will clear you. Nabaki 30 seconds ili tuweze kuomba. Wale wanangependa ubatizo